Hivyo unajua kwa nini Iran bado inazichachafya nchi za Israel pamoja na Marekani, licha ya nchi hizo kuwa na uwezo mkubwa katika masuala mazima ya kijeshi pamoja na kifedha? Ni kwa sababu bana Iran inatumia njia ambayo inaitwa asymmetric warfare. Sasa kwenye asymmetric warfare ni kwamba unakubali kuwa adui yako ana uwezo mkubwa kuliko wewe, kwa unakuwa ushindani naye. Wewe unachokifanya bana ni kumpa gharama kubwa za kivita, na hii Iran imefanikiwa. Iran bana inawatia hasara hizi nchi mbili za Israel pamoja na Marekani. Na hii inawatiaje hasara sasa? Kumbuka kuwa Iran bana ina drone, hizi Shahidi drone, Shahidi 136. Hizi bana ni drone ambazo Iran inazi produce, na drone moja inakosti takriban dola 25,000 mpaka 35,000. Lakini sasa hizi drone zinavyokuwa wanavyokuwa wanashambulia nchi za Marekani pamoja na Israel, zinakuwa zina zile interceptors ambao zinazuia mabomu kuweza kuingia katika nchi zao na kwa washirika wao. Sasa hizo interceptors either Patriot au THAAD, missile moja kwa ajili ya kutungua drone moja shilingi dola 25 mpaka 35 ina cost takribani dola milioni 4. Sasa you can imagine dola milioni 4 kwa dola 25,000. Kwa hiyo ni kuitia hasara na gharama kubwa. Kwa hiyo mpinzani mwenye nguvu anakuwa anatumia pesa nyingi sana compare na mtu ambaye ana uwezo mdogo lakini ana uwezo mkubwa wa kushambulia. Pia kuna swala zima la ki-economic. Iran bana wamezuia mfereji wa Hormuz. Huu mfereji bana ni takriban 20% ya oil yote inayotoka Mashariki ya Kati inapita katika mfereji wa Hormuz. Kwa Iran kuzuia mfereji wa Hormuz, amezuia shipping au amedisturb shipping, kwa meli zinashindwa kupita pale. Kwa kinachotokea ni kwamba bei za mafuta zimepanda na zitaendelea kupanda duniani. Kwa hiyo ni kudisturb kwa shirika wake pamoja na nchi zingine duniani ili kuweza kutia shinikizo la nchi hizi ziweze kuacha vita. Kitu kingine bana, Iran anatumia proxies au washirika wake hawa ambao ni kama vile Lebanon ana Hezbollah pamoja na Iraq ana milisha wengine ambao wanakuwa wanafanya kazi kwa pamoja, ambao wanaisaidia sasa Iran kupambana pamoja na Israel. Kwa hizo ndo technique ambazo asymmetric warfare inakuwa inatumia, ni kufanya vita endelee kwa muda mrefu, wale unamtia hasara adui yako. Kwa adui mwenyewe atachoka, ataona bora aache. Na hii imefanikiwa kwa vita kama za Vietnam pamoja na Afghanistan. Kilichotokea ndio kilikuwa kama hichi, asymmetrical warfare.